katika utoaji kuna njia ama namna tofauti tofauti ya kutoa sadaka. Kuna sadaka za hiari, kuna sadaka za shukrani, na kuna sadaka za agano ambayo ni sehemu ya 10 ama fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa anawafundisha wana wa Israel, aliwaambia kwamba wakapate kumtolea Mungu ama wajifunze kumtolea Mungu kutoka kwa mioyo yao, kwa sababu unaposhirikisha sadaka yako na moyo wako inaleta ubora fulani, kwa sababu sadaka ile inakuja na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata Mungu alipokuwa anataka kukomboa ulimwengu, aliupenda kwanza ulimwengu, ama ulimwengu ulikaa karibu na moyo wake kwanza. Ndio maana neno la Mungu linasema katika Yohana 3:16 kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo kabla ya utoaji, upendo unatangulia kwanza. Kabla ya kutoa, moyo unakuwa umeshirikishwa kwanza katika utoaji wa ile sadaka. Na unapotoa kama moyo wako unavyopenda, ina maana kwamba umetoa zile saka kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 2, neno la Mungu linasema Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israel wakapate kumtolea Mungu sadaka zao kama mioyo yao inavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama mioyo yao inavyopenda. Kumtolea Mungu jinsi moyo wako unavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unachokitoa moyoni ama unachokitoa kwa upendo ni hazina tosha, ni kitu ambacho umedhaminisha katika maisha yako, ama ni kitu ambacho kina dhamani ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba ilipo hazina zako ndipo na moyo wako ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Where your treasures are is where your heart is. Bwana Yesu asifiwe. Na anachokitafuta Mungu katika maisha ya mwanadamu ni moyo wake. Anataka kupata connection ya moyo wa mtu ili ibada ikapate kukamilika. Unaposhirikisha moyo wako ibada, ina maana unatenda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote vinawezekana kwa imani. Hamna ibada ama hauwezi kumtumikia Mungu wala hauwezi kumwabudu Mungu kama haumuamini ama imani haijajengeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapowashinikiza watu kutoa kiwango fulani, ina maana wanatimiza matakwa yako binafsi, lakini hawatimizi ama hawamtolei Mungu kama mioyo yao inavyopenda. Wanatoa kama ulivyowaagiza wakapate kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomtolea Mungu sadaka za shukrani ama unapomtolea Mungu sadaka za hiari, jaribu kuhusisha moyo wako. Kama ni kiwango fulani moyo wako umefurahia, ndio kinachompendeza Mungu. Mwenyezi Mungu haangalii kiwango cha sadaka unacholeta mbele zako. Na anachokiangalia Mungu ni hali ya moyo wako unapotoa ile sadaka mbele zake. Kuna mama moja ambaye alimtolea Mungu kiwango cha chini sana cha sadaka. Na alipotoa ile kiwango cha chini, Yesu akasema kwamba aliyetoa sadaka mbele za Mungu ni huyu mama. Kuna matajiri ambao walitoa sadaka kuu pale na walijionyesha kwamba wanatoa sadaka ya aina gani. Sio ukubwa wa sadaka. Mwenyezi Mungu haangalii ukubwa wa sadaka unayomtolea. Haangalii wingi wa zile saka unazoleta mbele zake. Anachoangalia ni kwamba angalia hali ya moyo wako unapomtolea zile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Katika utoaji wa sehemu ya 10, sehemu ya 10 ina limit, ama sehemu ya 10 ina kiwango ama kiasi ambacho neno la Mungu limeeleza. Bwana Yesu asifiwe. Ni sadaka ambayo imesetiwa standard, ama ni sadaka ambayo imewekwa kiwango fulani cha kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomtolea Mungu zile sadaka, neno la Mungu linasema kwamba ni sadaka ambayo iko ndani ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Ni sadaka ambayo unaingia agano na Mungu. Unapomtolea Mungu, ina maana unaingia katika agreement ama agano, covenant fulani na Mungu ili akapate kutenda mambo fulani. Ni covenant baina ya mwanadamu na Mungu, ama baina ya mtoaji na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 50 mstari wa 5 kwamba niitieni wacha Mungu wangu walioingia agano na mimi kupitia sadaka zao ama kupitia dhabihu zao. Bwana Yesu asifiwe. So unapoingia agano na Mungu kupitia zaka, ama unapotoa sehemu ya 10 ya vyote ulivyo navyo, ujue kwamba unaingia na Mungu katika agano. Bwana Yesu asifiwe.